mgogoro unatokea kwamba labda sheria za wanyamapori, kwa sababu ukisha demarcate ile eneo ukalisarenda kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori, kuna miongozo inayofuatwa kwa ajili ya kuhifadhi ile eneo. Sasa wanakijiji wasipoelewa taratibu za kuhifadhi hayo maeneo, ndio mgogoro unapotokea kwamba watu wa hifadhi wanaingilia eneo la kijiji na wanataka kulipora, lakini kwa hali halisi sio hivyo. Wao lengo la wataalamu wa wanyamapori ni kwamba wale wanyama, kwa sababu hawajui mipaka, kuwe na buffer zone ili wasije wanakijiji nao wajione ni jamii ya wale wanyama, yani ni wamiliki wa wale wanyama, wanawapatia faida. Ili waweze kuwahifadhi na kuwatunza, lazima waone faida yao. Kwa hiyo wawaambie hayo maeneo yatawanufaisha vipi wanakijiji, ili wayahifadhi na wanyama ili iwe endelevu. Migogoro ya ardhi sana sana inasababishwa na uelewa mdogo wa sheria kwa wanakijiji walio wengi. Mara nyingi migogoro ya ardhi, kama mpango wa matumizi ya ardhi umeshafanyika na katokea kwamba kuna labda hifadhi fulani ya wanyamapori au hifadhi ya misitu, idara mojawapo ikaja kademarketi kama vile maeneo ya wanyamapori, wanatenga buffer zone kwa ajili ya wanyama. Hiyo inatokana na makubaliano. Kama wataalamu wa wanyamapori na viongozi wa kijiji husika wakikubaliana kwamba tutenge eneo ambalo limo ndani ya mipaka ya kijiji liwe kwa ajili ya buffer zone ya wanyamapori, na hiyo itawasaidia hata wao wenyewe wana vijiji kupata faida au kupata kipato kutokana na hao wanyamapori. Wakishakubaliana sio mbaya, ingawaje mpango umeshatenga hilo eneo kwa ajili ya misitu. Ukitenga misitu na wanyamapori vinaendana. Kwa hiyo wanyama wale watakuwa wanaingia kwenye misitu ya kijiji na wanakijiji watakuwa wanaendelea shughuli labda za utalii na watapata kipato.